لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبعه وترسم خطاه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية بقياس الأعمال ومصدر الأحكام. أما بعد، عدنا بعد طول غياب والعود أحمد. الحمد لله tumerudi baada ya kupotea kwa muda wa mwezi wa Ramadhan. Alhamdulillah, tutaendelea na darasa yetu kutoka sehemu ambayo kwamba tulikomea kabla ya Ramadhan, tukiendelea na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulieleza ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake alipitia marahil tatu. Marhala ya kwanza, nuktatu ibtidaa, akianza da'wa katika marhala ya siri, akiwasomesha masahaba katika nyumba ya Arqam ibn Abi al-Arqam. Kisha ikawa ni intilaqu dawa imetoka katika marhala ya siri ikaja marhala ya dhahiri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuingiliana na umma, atafaulu ma'al umma. Wakatoka masahaba safu mbili, moja ikiongozwa na Umar ibn al-Khattab, safu moja ikiongozwa na Hamza ibn Abd al-Muttalib. Na sasa tunaingia katika nukta ya mwisho, nayo ni nuktatu al-irtikaz, nukta ya kukita mizizi kwa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nayo ni nukta ya baada ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulieleza namna ilivyokuwa hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa si jambo la ghafla, bali ilikuwa ni khutwa, ilikuwa ni mpango kabambe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kuhama, akaruka vizuizi na miba iliyokuwa mbele yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Makuraishi walikuwa wataka wamzuie Mtume asihame, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluk au yukhrijuk wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kuhama kutoka mji wa Makka na akafika katika mji wa Madina, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapokewa kama kiongozi na sio mkimbizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigiwa twari, akaimbiwa kasida, talaa albadru alaina min thaniyati alwada'i wajaba ashkuru alaina ma daa lillahi da'i. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika mji wa Madina kama kiongozi. Tukaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi alizozifanya, ikiwa ni kujenga msikiti ambao ni kituo cha da'wa. Ilikuwa si msikiti tu, bali ni msikiti ambao ilikuwa ni kituo cha da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu wakawa wanaswali na adhana yasikika mara 5 kwa siku. Katika mji wa Makka walikuwa wanyonge, lakini katika mji wa Madina sasa kwasikilikana adhana takriban mara 5 kwa siku, Waislamu wanaswali. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akajenga almuakhat baina almuhajirin wal ansar, akajenga undugu baina ya muhajirin na ansar. Aliyewashika huyu akasema, wewe ni ndugu yake huyu kuanzia leo, wewe ni ndugu yake huyu na wewe ni ndugu yake huyu. Akajenga undugu wa kipekee ambao ndugu ule masahaba waliendeleza kazi ile, na wakaendeleza waliofuata tabiina na tabiina. Ikawa ni kuyayusha watu, kuwafanya umma mmoja
jambo ambalo kwamba halijawahi kutokea katika historia ya umma zote. Hakuna dini, hakuna mfumo katika ulimwengu ulioweza kuwageuza watu. Walikuwa ni watu wanaopigana, watu ambao kwamba wanamwaga damu zaidi ya miaka 100 au sina Khazraj, wakawafanya wawe kitu kimoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nyinyi ni Maansar, na waliotoka Makka wakaitwa ni Muhajirina. Kisha Mtume akajenga undugu baina ya Maansari na Muhajirina. Kisha kazi hii iliendelezwa mpaka ikawa watu wa kutoka Misri, Makipti, na watu wa kutoka Iran na Fursi na wengine, pamoja na watu waliotoka Jaziratul Arab, ikawa ni ummatan wahida min duni nas, umma mmoja. Watu waliokuwa na lugha zao, walikuwa na tamaduni zao, walikuwa na mila zao, walikuwa na mambo yao tofauti tofauti. Uislamu ukawayayusha pamoja na Waturuki na Makurdi, hawa wote wakawa ni umma mmoja. Ikasadikika kwao kauli ya Mwenyezi Mungu, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika umma wenu ni umma mmoja. Ikhwani fillah, maudhui yetu leo tuzungumza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuasisi sasa mujtamaa wa Kiislamu katika mji wa Madina, Darul Hijra, Darul Islam, Darul Tauhid katika mji wa Madina. Waislamu walikuwa wakiishi katika mujtamaa ambao kwamba si mujtamaa al-islami katika mji wa Makka, kwa sababu mujtamaa huwa ni mujtamaa wa Kiislamu, unazingatiwa watu, fikra, hisia na nidhamu inayotabikishwa juu yao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina akawa ni mwenye kujenga mujtama al-islami wal umma al-islamiyya, mujtama wa Kiislamu na umma wa Kiislamu. Alipojenga undugu baina ya Muhajirina na baina ya Ansar, tena watu binafsi, wewe ndugu yake huyu, wewe ndugu yake huyu. Kwa hiyo Waislamu katika mji wa Madina ikawa ni ummatan mustaqilla, ni umma tofauti ambao kwamba ni umma wa kipekee, na umma kama huu ikawa wanahitaji nidhamu ya maisha, nidhamu ijtimai, nidhamu ya kijamii itakayowajenga pamoja katika nidhamu ya iktisadi, nidhamu ya kiuchumi, nidhamu al-hukmi, nidhamu ya utawala. Watu wajue majukumu yao, wajue haki zao, na kuwajenga kuwa ni umma mmoja tofauti na umma zingine. Katika mji wa Madina, kando na Waislamu, kulikuwa na makundi mawili ambayo yalikuwa yanatofautiana na Waislamu kiakida na dini. Maslahi yao na haja zao, hisia zao, zote walikuwa ni watu tofauti na Waislamu, ambao hawa walikuwa ni washirikina katika mji wa Makka, Madina, na Mayahudi katika mji wa Madina. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkataba baina ya Waislamu na akaweka mkataba baina ya Waislamu na baina ya mushrikina, kisha akaweka mkataba baina ya Waislamu na baina ya Mayahudi, mkataba mwingine. Kwa hiyo mkataba uliokuwa baina ya Waislamu, mkataba baina ya Waislamu na mushrikina, mkataba baina ya Waislamu na Mayahudi, kwa sababu katika mji wa Madina ulikuwa na makundi mawili kando na umma wa Kiislamu.
Kisha ikaandikwa na ukapita maamuzi qarar ya kwamba anna almu'minina walmuslimina min Quraish wa Yathriba, waumini na waislamu kutoka kwa Makuraish, watu wa Makka muhajirin, wa Yathriba na watu wa Madina, wa man tabi'ahum, na ambaye atawafuata wao, falahiqa bihim, akakutana nao akajiunga nao, wajahada ma'ahum, akapigana jihadi nao, annahum ummatan wahida min duni nas, kwamba hawa ni umma moja kando na watu wengine. Kwa hiyo katika mkataba, nukta ya kwanza ikawa ni hiyo ya kwamba Waislamu Makureishi, yani watu wa Makka na Madina, muhajirina na Maansari, na atakayeungana nao, atakayeshirikiana nao katika jihadi, basi hao ni ummatan wahida, ni umma mmoja. Na hapa tupate faida tunaposema ummatu Muhammad ni umma wa Kiislamu, umma huu ambao kwamba umemwamini na wakaingia katika dini yake, ni umma wake. Wale waliomkataa si katika umma, katika ummati wake. Kisha nukta ya pili, wa anna adaa diyatihim, kutekeleza dia, ile damu, wa fidaa asirihi, na kukomboa yule mateka, baina almu'minina, baina ya waumini, yakunu hasaba al-urfi sabi, itakuwa kulingana na mazoea yaliyopita, vile vile walivyokuwa wakilipa damu na vile vile walivyokuwa wakikomboa mateka, basi itakuwa kwa urfi hiyo. Wa annahum yansuruna almu'minina, ya kwamba waislamu watawanusuru waislamu wengine, fil fidai wad-diya, katika kukomboa mateka na katika kulipa dia damu. Nukta ya tatu, wa annahum yaqumuna dhidda almufsidi walbaghi wadhalim kayadin wahida, waislamu ambao wako katika mkataba huu watasimama dhidi ya fisadi yoyote, fasidi yoyote, na dhidi ya dhalim yoyote ambaye atavuka mpaka, kama mkono mmoja. Watakuwa pamoja, watashikana kuwa kitu kimoja. Walau kana waladu ahadihim, hata kama yule ambaye amefanya ufisadi au aliyofanya dhulma ni mtoto wa mmoja wao, Waislamu wote watakana wawe kitu kimoja. Kisha akaandika, wa annahu la yaqtulu mu'minun mu'mina bikafiri, mu'min asiuwe mu'min kwa sababu ya kafiri, wala yansuru kafiran ala mu'minin, wala asinsuru kafiri dhidi ya mu'min. Nukta ya tano, wa anna dhimmata Allahi wahida, dhimma ya Mwenyezi Mungu ni moja. Fayujiru alayhim adnahu, yule wa chini watamhifadhi. Dhimma katika urfi ya Kiarabu ilikuwa mtu akisema huyu ameingia katika dhimma yangu, bimaana huyu unamhami na unamhifadhi dhidi ya maadui na kila ambaye atakayemfanyia ubaya, ndio dhimma. Kwa hiyo Waislamu wakawa katika dhima ya Mwenyezi Mungu, wana dhima ya Mtume sallam na dhima ya Waislamu wote. Kwa hivyo fayujiru alayhim adnahu, yule wa chini pia atakuwa anaingia katika dhima ile, atahifadhiwa. Dhima leo tukizungumza mathalan dhima, mu'min hapa katika Mombasa, kuna mtu amemfanyia uadui, amemnyang'anya mali, amempokonya nyumba yake, amemfanyia uadui. Ni nani ambao kwamba watasimama naye yule katika kumhifadhi, kumlinda damu yake na katika kumtetea? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandika ya kwamba dhima yao wote Waislamu katika mji wa Madina ni moja, na fayujiru alayhim, hata yule wa chini, wale watu wakubwa watamlinda na watamhifadhi yule wa chini. Kwa hiyo wafikiri umma wa Kiislamu ungekuwa ni umma mmoja kama alivyojenga
na ikawa dhima yao ni moja, yule wa chini ahifadhiwa damu yake, ingewakuta ndugu zetu katika ardhi ya Gaza kilichowakuta, ama katika ulimwengu ingekuwa Waislamu wana dhima, fayujiru, watu wote wakawa ni wenye kumwangalia mpaka yule ambaye ni mnyonge wa chini, ikawa watu wanamhifadhi, ingekuwa Muislamu ana izza kiasi gani? Kisha Mtume akaandika, wa anna man tabi'a almuslimina min alyahudi, Yahudi ambaye atawafuata Waislamu, yani atakuwa yuko chini ya dhima ya Waislamu, falahu nasru wal usra, hata Yahudi dhimmi ambaye ataingia chini ya dhima ya Waislamu atanusuriwa na atahifadhiwa. Wa anna silma almuslimina wahida, amani ya Waislamu wote ni moja, amani yao ni moja Waislamu wote. Wa anna man qatala mu'minan qasdan, yoyote atakayemuua muumini kwa makusudi, yuktasu minhu, atalipwa kisasi, illa an yarda waliyul maqtul, isipokuwa akiridhia yule walii yule mtu aliuliwa akasema mimi nitachukua fidia, sitaki kisasi. Wa yajibu ala almu'minina yaqumu dhidda alqatil, na ni wajibu kwa waumini kusimama dhidi ya muuaji. Waislamu waumini wote wasimame dhidi ya yule ambaye kwamba ni muuaji. Haya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandika na yakawa yafanywa kazi, na takriban karne 13 ikawa ni jambo hili linafanywa kazi, ila katika zama za poromoko Waislamu wakawa wamerudi nyuma baada ya kutangazwa kwa kuanguka khilafa Uthmania katika ardhi ya Uturuki. Mtume akaandika, wa annahum idha ikhtalafu fi shay'in, wakikhtalifiana juu ya jambo lolote, fa inna maraddahu ila Allah wa rasuli, basi hilo litarudishwa kwa Mwenyezi Mungu na Mtume, yani hukumu inarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Hata hao ahlu dhimma watarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha haki ya udugu, kuzidisha juu ya mkataba huu mithaq, ilikuwa ni mithaq hii, akawaamrisha na akawahimiza wasaidiane, wanusuriane, washikamane, atanasur, ataawun, ataabud, atakatuf, wa bega kwa bega, almuwasat wa isda'il khair. Waislamu watakuwa ni wenye kuliwazana, Waislamu watakuwa ni wenye kufanyiana kheri, mpaka undugu huu samat hadhihi al-ukhuwa, undugu huu ukakuwa ila a'la qimma, undugu ukafikia kilele cha hali ya juu, arafaha tarikhu, ambayo historia imeweza kutambua undugu huu wa kiajabu aliojenga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Undugu huu ambao ulikuja ukavunjwa baadaye kwa mambo mengi ambayo yalizushwa, Waislamu kubaguana kwa msingi wa kimadhehebu, Waislamu kubaguana kwa misingi ya kitaifa, Waislamu kubaguana kwa misingi ambayo kwamba ma anzalallahu biha min sultan, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga na wakaendeleza masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, ama mushrikina walikuwa ndio wapinzani wakuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa wanaporomoka huku katika mji wa Makka, kwa sababu wengi walisilimu, bali katika mabwana wao wale mabwana wakubwa katika sada wakaingia katika Uislamu. Kwa hiyo ikawa hawawezi kusimama dhidi ya Waislamu, hasatan mushriki Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona hali hii kwamba hawa na wanaporomoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri tena, annahu la yujiru mushrikun malan liquraishin wala nafsa, mshirikina yoyote asihifadhi mali ya Quraishi
wala asihifadhi nafsi ya Quraishi yoyote katika watu wa Madina. Hakuna kuchukua dhima ya mshirikina yoyote wa Quraishi wala nafsi yoyote, wala yahulu dunahu ala mu'mini, wala asizuie muumini dhidi ya mshiriki wa Makka wa Quraishi. Kwa hiyo Mtume akamaliza ile hofu kutoka kwa Quraishi wa Makka. Ama Mayahudi, Mtume akaweka ittifaq, mafikiano baina yao katika mambo yanayofuata, na ittifaqi hii sio ittifaqi inayofanywa leo na baadhi ya dual, ittifaqi ya unyonge na idlal. Angalia ittifaqi aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mayahudi. Mtume akasema annahu umma, hawa ni umma ma'al mu'minina, umma wa Kiislamu na umma wa Kiyahudi ambao watakuwa wanaishi pamoja na Waislamu. Wala dinuhum wa lilmuslimina dinuhum, wao wana dini yao na Waislamu wana dini yao. Wa alayna nafaqatuhum wa lilmuslimina nafaqatuhum, wao na matumizi yao na Waislamu na matumizi yao. Kisha wa anna bainahum an-nasra ala man haraba ahla hadhihi sahifa, wao kwa sababu wanaishi katika mji wa Madina na wako chini ya Mtume, basi ni juu yao kunusuru, ni kila mmoja atanusuru kila ambaye atapiga vita mkataba huu ambao Mtume ameweka. Wa ala man tahama Yathriba, atakaivamia Yathrib, kila kundi miongoni mwa umma wa Kiislamu na Kiyahudi watakuwa ni wenye kunusuriana. Kullu yudafi an jihatihi, kila mmoja atatetea upande wake, ule upande ambao kwa Mayahudi na ule upande ambao kwamba kwa Waislamu. Wa anna bainahum an-nusha wan nasiha, na baina yao ni kunasihiana, wal birra, na wema basi na kufanyiana madhambi. Wa anna al-mar'a la yukhadhu bi ithmi halifihi, kwamba mtu hatopatilizwa kwa kosa la yule ambaye ameungana naye. Yani kila Mtume ana halifu ambaye ameungana nao, na Mayahudi wana watu ambao wameungana nao. Wale walioungana nao wakifanya makosa hatopatilizwa Yahudi, wala walioungana na Waislamu wakifanya makosa hatopatilizwa Uislamu. Wa anna an-nasra lilmadhlum, na mwenye kudhulumiwa atanusuriwa. Wa anna al-yahuda yunfiquna ma'a al-mu'minina ma damu muharibina, Mayahudi nao watatoa nafaka pamoja na Waislamu maadamu na wao watakuwa wanapigana, lakini chini ya bendera ya Waislamu. Wa anna Yathriba haramun li ahli hadhihi sahifa, na Yathriba, mji wa Madina, umefanywa ni mji mtukufu, yani ni haramu kumwaga damu, imefanya ni eneo ambalo kwamba ni tukufu kwa ambao ameingia katika mkataba huu. Wa anna ma yakunu bainahum min hadathin au ishtijari, yoyote atakaotokea matukio na magomvi, fa inna maraddahu ila Allah wa rasul, watarudisha kwa Mwenyezi Mungu na Mtume ndio atakayehukumu. Wa anna la yahulu hadha alkitabu duna dhalimin au athim, mkataba huu hautozuia kusimamisha haki na uadilifu kwa yoyote ambaye ni dhalim ama mwenye dhambi. Kwa mkataba huu Mayahudi na Waislamu na mushrikina wakawa katika nidhamu, na wale ambao wanaishi katika mji wa Makka katika chombo kimoja chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Madina na pambizo zake na vijiji vinavyozunguka mji wa Madina ikawa ni daula ambayo ina uhuru wake na ina ubwana wake, yani ni serikali ambayo kwamba Waislamu ndio wenye kalima katika daula kama hiyo, na kiongozi mkuu yani rais ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka mkataba huu, na akawa Mtume anaendelea na da'wa, na Waislamu wakamfuata, wanahudhuria majalis ya Waislamu na wasiokuwa
anawalingania kwa Mwenyezi Mungu, na wale waliomwamini Mtume sallama anawajenga na anawafundisha alkitabu alhikma. Ikawa sasa watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, tutakuja kuzungumzia istifsazatu Quraish. Maana Quraish walipoona Mtume sasa shahama, ashapata makao na ni dara mpya ambao sasa anamakinika, anautabikisha Uislamu, wakaanza vitisho na kufanya maudhi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na malengo ambayo kwamba yalikuwa ni ya wazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameshabainisha, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Kwa Uislamu wa juu, na katika mji wa Madina Uislamu ukawa kwa juu dhidi ya mushrikina na Mayahudi. Mayahudi wakawa kwa chini, hao ndo ahlu dhimma, madhimmi wako chini ya himaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu, na hukumu ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makureishi kule ikawa hili lina watatiza, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshabainisha kutoka mwanzo. Makureishi walikuwa wanakuzuia dawa ya Mtume, nasema wallahi la wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari la an atruka hadha al-amra lan atruka hatta yudhhirahu Allah. Kwa Mwenyezi Mungu adhihirishe, kudhihiri ndio hukumu, yani hukumu ya Mwenyezi Mungu hiyo iko juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye kwamba yeye ndo amiri, ndo rais, ndiye ambaye kwamba anahukumu, na wale wakawa kwa chini yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ndo marhala ambayo kwamba ni marhala ya irtikaz, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka katika marhala ya da'wa infiradiya, yani da'wa ya mtu mmoja mmoja, na kuwa ni da'wa ya kikundi cha masahaba wa Mtume. Sasa inakuwa ni da'wa ambayo inabebwa na dola ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kisha baadaye atawatumia wafalme barua kama tutakavyoeleza mbeleni. Kisha akaja akafungua mji wa Makka ambao ndio fathun adhim, ufunguzi mkubwa kabisa katika historia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimwambia inna fatahna laka fathan mubina, tumekufungulia ufunguzi wa wazi, na huu ulikuwa ni ushindi mkubwa. Mwenyezi Mungu asema idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nusra ilipopatikana ya Madina na fathi ya Makka, basi watu wakaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, makundi kwa makundi. Hii ndiyo njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo manhaj ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie kuifuata na kujifunga na tariqa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.